Yesu alitabiri habari za ujio wa Roho Mtakatifu. Tulisoma katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 na mstari wa 7. Amen. Yesu alitabiri kwamba atakuja huyo Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Lakini tukasoma pia katika Yohana ile sura ya 14 na ule mstari wa 16 hadi wa 17, Yesu naye pale tena anatabiri ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja kwenu, atakuja kwetu sisi wa Kristo. Basi Yesu anasema Roho Mtakatifu atakuja kwetu, atakuja kwako. Kwa hiyo unatakiwa uwe naye. Roho Mtakatifu sio kwa watu maalum. Roho Mtakatifu ni kwa Wakristo. Mkristo unapaswa kuwa na Roho Mtakatifu. Yesu ndivyo alivyosema. Labda kama ni muongo sasa, lakini ndivyo alivyosema atakuja. Sasa kama wewe ni Mkristo kweli, tamani kuwa naye sasa. Basi tukaona kwamba katika maandiko hayo machache kwamba kuna utabiri wa Roho Mtakatifu. Pia tumekuwa tukirudia habari za kazi zake, kwamba Roho Mtakatifu sawa anakuja kwetu, anakuja kufanya nini? Huyo Roho Mtakatifu anakuja kufanya nini kwetu? Hiyo tumeweza kupitia kwa muda sasa maandiko mbalimbali ya kwamba yeye ni msaidizi. Msaidizi wa nini? Anatusaidia sisi kwenye nini? Kaona anatusaidia katika kuomba, kama ule waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 8 mstari wa 26 mpaka 27 inasema kwamba sisi hatujui kuomba, lakini Roho Mtakatifu yeye anatusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kuneneka. Lakini Roho Mtakatifu anatusaidia nini tena? Anatusaidia kushinda mwili, kwa sababu mwili una tamaa. Ili tushinde hizo tamaa za mwili tunafanyaje? Mimi na wewe kwa nguvu zetu na akili zetu hatuwezi kushinda tamaa za mwili. Ni mpaka Roho Mtakatifu aje atusaidie. Tamaa za mwili ni zipi hizo? Tusome katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 21. Maneno matakatifu ya Mungu yanasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 17, kwa sababu mwili hutamani kushindana na Roho, na Roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya nayo yataka. Mstari wa 18, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Mstari wa 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, uzushi na faraka. Mstari 21, husda, ulevi,